Okay, mwanaume wenzangu, kuna ujumbe wenu tena muhimu sana. Naomba tusikilizane, tena tuazimane masikio kabisa. Naombeni lazima masikio. Yes, lazimeni masikio kwa sababu mna jambo jema sana nataka tuongee. Na hili jambo ni muhimu sana kwa sababu unamhudumia mwanamke ambaye yupo kwao, unamhudumia mwanamke ambaye hujazaa naye, unamhudumia mwanamke ambaye yeye ana maisha yake na wewe una maisha yako. Sasa basi, kuna kitu unatakiwa kujua kabisa kwenye maisha. Mwanamke unayemhudumia akiwa kwao, kumbuka huyo sio mke wako, wala sio mwanamke wako, ni mwanamke wenu, kwa sababu thamani yake huwezi kuijua mtu kama uishi naye, sawa? Na kumsaidia kwako wewe ni hiari, sio lazima, sawa? Uhiari unakujaje? Ana mfano, wewe unamhudumia mwanamke asubuhi, mchana, jioni, au unampa hela ya siku kabisa. Hela ya siku unampa mwanamke unamhudumia, au uko peke yako? Mpo wengi ambao mnamhudumia. Sasa ndugu yangu, nakusanua, msaada wako kwako usio wa lazima, uwe wa hiari. Na kama itatokea atakwambia kabisa, kwa nini sasa hivi unihudumii? Muulize swali, nimekuoa? Wewe ni mke wangu? Kama ni mwanamke wako, utasikia majibu, atakujibu majibu mazuri ambayo yatakuridhisha na yatakushawishi ndio kumsaidia. Ila kuna majibu atakayokujibu ambayo yatakuvunja moyo na utakata kumsaidia. Bro, mwanamke ambaye unatakiwa wewe umpe kwa lazima ni mwanamke ambaye umemwoa, anakula kupitia wewe, anaishi kupitia wewe, anafanya kila kitu kupitia wewe, na wewe binafsi lazima ufanye, kwa sababu unajua huyo ni mke wako. Bro, utaniamini siku moja na utanikumbuka. Ila na kuahidi kabisa, mwanamke ambaye yupo kwao, sisi tunaita demu wako au demu wangu, ambaye unamhudumia, huyo sio mali yako, ni mali ya watu wengi. Tena kwa Kiswahili cha watoto mjini, ni mali ya umma. Kwa hiyo badilika, piga hatua. Kama kweli unampenda, muoe. Ukishindwa kumuoa, achana naye, atakupotezea muda. Mwisho wa siku utakuja kulia kama alivyokuja kulia wengine.